Karibu katika session ya kwanza ya matumizi ya mfumo wa watumishi portal, ama kwa jina lingine tunaita mfumo wa ESS au PEPMIS, ambao ni mfumo unaomwezesha mtumishi kuweza kuandaa mpango kazi, lakini pia kumwezesha mkuu wa idara au kitengo kuweza kufanya assessment juu ya utendaji kazi wa mtumishi. Jambo la kwanza, hakikisha kompyuta yako imeunganishwa na mtandao wa internet kama nilivyounganisha. Lakini hatua ya pili, mtumishi atafungua browser ya internet na ataandika address ya mfumo wa ESS. Lakini baada ya hii interface kufunguka, mtumishi ataandika check number yake, lakini pia ataandika password ikiwa amekwisha kusajiliwa katika mfumo. Lakini kama mtumishi hajajisajili katika mfumo, ni kwa mara ya kwanza, click sehemu hilo andikwa click here to register ili kuweza kutengeneza account ya mfumo. Kwa baada ya hii form kufunguka, mtumishi ataingiza check number yake. Baada ya hapo ataingiza NIDA number, alafu ataingiza email address ambayo imesajiliwa katika mfumo wa utumishi, lakini pia ataconfirm email address, na baada ya hatua hiyo click sign up. Lakini kama mtumishi amekwisha kusajiliwa na kupata email na kupata password yake pamoja na check number, click sign in ili aweze kuitumia kuingia nayo katika mfumo. Kwa ataingiza check number na password yake. Baada ya hatua hiyo click login. Baada ya kuingia katika mfumo, sehemu ya juu kulia akiklik sehemu hii ni sehemu ambayo baada ya matumizi ya mfumo mtumishi click login ili aweze kutoka kwa usahihi katika mfumo. Lakini kama mtumishi anahitaji kubadilisha password ya mfumo, click change password. Ataingiza old password ambayo ni ile password ya awali. Baada ya hatua hiyo ataingiza new password ambayo ni password mpya, na ataconfirm hiyo password mpya. Kwa mfano mimi nitaingiza old password, kisha nitaingiza new password, confirm ile password, na baada ya hiyo click change password. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kubadilisha password, mtumishi anaweza kaendelea na utaratibu mwingine wa kuweza kutumia mfumo kulingana na aina ya kazi anayohitaji kuifanya katika mfumo. Kwa mfano, kuna moduli ya utendaji ambapo hii moduli itamwezesha mtumishi kuweza kuandaa mpango kazi, lakini pia kufanya implementation ya kazi za kila siku anazozifanya katika siku za kazi. Kwa jambo la kwanza mtumishi anachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha kipengele cha supervisor kiko sawa. Lazima hakikishe supervisor wake amemset katika mfumo kwa kuklik sehemu ya change supervisor. Ukiklik change supervisor, sehemu ya supervisor, andika jina la supervisor wako. Kwa mfano mimi nitaandika jina la supervisor wangu ni huyu hapa. Baada ya hiyo click save. Kwa baada ya hiyo utakuwa umeweza kubadilisha supervisor katika mfumo. Lakini jambo la pili, lazima kama ni idara ya elimu watatumia kipengele cha change to calendar year, na katika calendar year itasomeka mwaka 2025. Lakini kama idara nyingine za afya, utawala na idara nyingine watatumia kipengele cha financial year, na kama ni mwaka huu wa fedha mwaka planning year utasomeka 2024 2025. Na sehemu ya kubadilisha mwaka wa fedha ni hapa change planning year. Kwa baada ya kujiridhisha vipengele hivi vyote viko sawa, mtumishi anaweza kaendelea na utaratibu wa kuandaa mpango kazi. Kwanza naomba niwasilishe session ya kwanza ya matumizi ya mfumo wa wezesha portal. Kwa baada ya hatua hiyo click sehemu ya logout ili niweze kutoka kwenye mfumo usahihi.